بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Endelea na darasa yetu fiqhi kitabu cha Risalatul Jamia. Tumefika katika faslu az-zaka. Asema mwenye kitabu az-zakatu zaka. Amma az-zakatu ama zaka wa hiya rabi'u arkanil Islam, nao ni nne katika nguzo za Uislamu. Fatajibu ala al-muslimi, yapasa juu ya Muislamu maarifatu anwa'il amwali alwajibati fiha, kujua sampuli za mali zinazolazimu ndani yake zaka. Wahia, nazo mali zenyewe, an-na'amu ni wanyama hoa, yani wanyama wanaolelewa nyumbani, mfano ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Wan-naqdani, na fedha na dhahabu. Watijaratu, na biashara. Warikazu, na mali yalozikwa zamani. Arikaz ni yale mali ambayo kwamba ukifukua pengine unakuta kuna kasi ya dhahabu ama kuna mtungi, mali ya watu ambao kwamba wameazika zamani, zama za jahiliya. Walmaadinu, na maadini, unapoenda kufukua maadini, unapofukua dhahabu, unapofukua fedha, yana zaka zake. Walmuasharatu, na zenye kutolewa fungu la 10. Wahia, nazo muasharatu alhububu, ni tembe miongoni mwa mtele, maharage, zile zakula ambazo kwamba ni tembe tembe na zinakaa. Wathimaru, na matunda, na matunda yenyewe ni inab, ni zabibu na tende, sababu ndizo za matunda ambayo kwamba yanakaa zaidi ya mwaka anapowekwa. Fala zakata fi ma siwa an-na'ami saimati, fala zakata, basi hakuna zaka, fima, kwa wasokuwa, fima siwa an-na'ami saimati, kwa wasokuwa wanyama wenye kutungwa. Wale wanyama nyumbani wenyewe ni sharti wawe wanatungwa. Ng'ombe uwe unawatunga wewe mwenyewe, kondoo uwe unawatunga, ngamia unawatunga. Washtaratul haulu laha, na kwa wanyama inashartishwa wapitiwe na mwaka. Mwaka inafaa wapitie wakiwa wamefika kiwango, isipokuwa watoto wanahesabiwa mwaka ni wale wa mama zao. Ng'ombe ni ng'ombe 30, mbuzi na kondoo ni 40, ngamia ni 5. Unapokuwa na ngamia 5 tayari wakapitwa na mwaka, tayari lazima watolee zaka. Isipokuwa mfano kama ulikuwa na ngamia 4, ule wa 5 akazaa, mwaka unahesabiwa ule wa 4, mmoja akazaa, mwaka ule kijana unahesabiwa ule mwaka wa mama yake, wakati pomiliki ule mama. Ushtaratu, na shartisho fi hadhi al-anwa', wakadhalika na vile vile ushtaratu, linashartishwa linuqudi wa tijarati, kwa pesa na dhahana biashara, pia nazo zina sharti za mwaka. Ukimiliki dhahabu, ukimiliki fedha, lazima zimepitiwa na mwaka ndio zitolewe zaka. Vile vile biashara iwe imezungukiwa na mwaka, siku iliyoanza mpaka siku kama ile katika mwaka mwingine. Washtaratu fi hadhihi al-anwa'u, na nashartisha katika hizo sampuli tulotaja ambao kwamba ni wanyama na pesa na biashara. Aidan vile vile an-nisab, aidan vile vile inalazimishwa kiwango mpaka ifike kiwango chake maalum. Wajibu naqdani, na wajibu wa fedha na dhahabu, wa tijarnati, na biashara, kila unachopaswa kutoa rubu ushrin, ni robo ya fungu la 10. Na kiwango cha fedha na dhahabu, iwe dhahabu ni mithqali 20, fedha iwe ni dirhamu 200, dirham za fedha za 200. Si lazima ile dhahabu wenyewe ama fedha lonayo iwe imetengenezwa kwa dirham. Inawezekana ni khalis, ni safi, ni jiwe tu, lakini lau likiuzwa ama thamani yake inafika dirham 200, je thamani yake inafika mithqali 20 ya dhahabu, tayari inakuwa inatolewa zaka. Na biashara nayo akasema washtaratu fi hadhihi al-anwa' an-nisab, aidan nishartisha kiwango. Wajibu naqdani wa tijarati rubu ushri, biashara na fedha na dhahabu kitu kinacholazimishwa kutoa ni fungu la robo ya fungu la 10. Robo ya fungu la 10 mfano wake ni ukiwa na shilingi 1000
ile 1000 itagawanya mara 10, kila mmoja atapata 100. Kisha ile 100 itaigawanya mara 4, itakuwa ni 25. Kwa hiyo katika shilingi 1000 zaka zako unatoa shilingi 25 peke yake. Hiyo ndio rubu ushrin. Wa wajibul hububi, na yenye kupasa katika tembe tembe za kula ambazo kama za tembe, mfano wa mtema, maharage na kunde, wathimar na matunda, lati ambayo kwamba suqiyat bimunatin, yamenyoshelezwa kwa gharama. Ikiwa makulima yako umetumia gharama kwa nyosheleza, nisful ushri, utatoa nusu ya fungu la 10. Wa bighairi munatin, na kama amenyosheleza pasina gharama, al-ushru, utatoa fungu la 10. Na kiwango cha makulima ni kapu 5, ambao mpaka kwa sasa hatujajua ni kilo ngapi, lakini inshallah mpaka halaka nyingine itakayokuja masala zaka tutafanya bidii tujue kwa sasa inatumika kilo ngapi, lakini kwa vipimo vya zamani inatumika ni kapu 5. Unapomiliki kapu 5 na ikawa umenyesheleza kwa gharama, utatoa nusu ya kapu, nusu ya fungu la 10, ambapo kwamba itakuwa robo kapu. Kama umenyesheleza kwa bila gharama, utatoa al-ushru, fungu la 10, ambao kwamba ni kapu, nusu kapu. Wa zakatul fitri, na zaka za fitri wajibatun, vile vile yapasa ala kulli muslimin, wa kila muislamu, idha fadhalat, pende ikizidi, an qutihi, na chakula chake, wa quti man yaqutuhu, na chakula cha wale ambao kwamba anawalisha, yaumal eid wa lailati, hi usiku wa Eid na mtana wake, 4 amdadin, utatoa vibaba 4, bimuddi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kibaba cha mtume. Watajibu niyatu fil jamii, na yapasa kutiania katika zote unapotoa, unuie na utoa zakatul fitri na toka zakatul mali. Zakatul fitri tumeambiwa ni vibaba 4 kwa vibaba vya mtume. Vibaba vya mtume hatuna, lakini wanazuoni wametuwekea kilo, ambao kwamba kuna ikhtilafu katika viwango vitatu. Kuna walosema kilo 2, kuna walosema kilo 2.5, na mpaka kuna walofika kilo 3. Kwa hiyo unapotoa kilo 2, kwa kauli ya wale ambao wametoa kilo 2, lakini kwanza uitafute kauli hiyo, ujue mwanachuoni gani na ametumia dalili gani, itafaa. Ukitoa kauli ya kilo 2.5, ujue umetoa kwa kauli gani. Ukitoa kilo 3, ujue umetoa kwa kauli gani. Kuna ikhtilafu masala kwamba je, unaweza kutoa pesa au utatoa tu chakula. Hayo ni masala ambayo kwamba ni ikhtilafu, hapa tutagusia. Tutaendelea na kumaliza mlango wetu. Asema wala yajuzu an yasrifa zakata, wala hafai kupeana zaka, wal fitra na fitra, illa ila hurrin muslimin, isipokuwa kwa muungwana muislamu, muttasifin bi sifati ahadi al-asnafi 8, anayesifika na moja ya sifa za 8, kalfaqari, kama ufikie ufakiri, wal miskin, na maskini, wa kaunihi ghaira hashimin, na asio ni banu hashim, wala mutalibi, wala banu mutalib, wala maula lahuma, wala muatahuri wa hawa wawili. Wajibu isti'abu almawjudina minhum, na inapasa kueneza wanaopatikana katika wao. Wanapatikana sifa zote na pesa inatosha kuwapa wote, utawapa. Umepata pengine mtu zaka zako ni kidogo tu, ni 20,000, na kuna mtu katika hawa pengine kuna maskini ama kuna fukara ambao kwamba ana haja zaidi, utampatia yule mmoja ili ile pesa iweze kumfaa. Lengo la zaka ni kuweza kumsaidia yule ambao kwamba unampatia zaka. Kwa hiyo unapotoa zaka shilingi 100 kugawanyia watu, ama 500 ama 1000, bado lile lengo la zaka itakuwa haliko, sababu hiyo 1000 haimsaidii mtu na chochote, haimpi nguo, haitomfanya yeye atokane na ile hali ambayo kwamba yuko. Na zaka ni mtu asaidiwe ili na yeye baada ya muda aweze kutoa zaka kusaidia watu wengine. Lakini zaka ya leo ambayo kwamba tunatoa inakuwa ni sawa na sadaka, hata kama itakuwa umetekeleza zaka, lakini fadhila na lengo la zaka itakuwa haikupatikana. Kwa hivyo bidii, unao zaka, unao 50,000, unao 80,000, hata 100,000 ni pesa kumpa mtu mmoja tu, na yeye aweze kuanza biashara, ama aweze kumaliza nyumba yake, ama aweze kufanya kitu ambacho kwamba naye kitamuinua katika maisha. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tumombe Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.